Bwana Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV pamoja na Radio FM masafa yake yanayoanzia kule Lindi. Mimi ni ndugu yenu mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutokea Dodoma. Nashukuru kwamba Mungu amenipa tena nafasi katika kusema neno la Mungu pamoja na wewe ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wangu. Karibu sana ushirikiane pamoja nami katika neno la Bwana. Naomba sasa tuombe. Bwana wetu Yesu, Mwokozi wa ulimwengu, uliye hai, uliye mwaminifu sana, wewe uliye juu ya yote na ndani ya yote, mtenda maajabu na miujiza. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa ya asubuhi. Naomba Mungu kawe katikati yetu, kaseme nasi. Neema yako itufunike na mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nasi. Simama pamoja nami, nipake mafuta, nitumie vile utakavyo. Lakini watu hawa wenye kiu, wenye njaa, wenye haja, wenye shauku ya kupokea kutoka kwako, basi Mungu tushuka na ukatende mema katikati yetu. Na kushukuru kwa kuwa wewe ni mwaminifu, katika jina la Yesu Mwokozi wetu aliye hai. Amen. Ndugu yangu mtazamaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, inawezekana wakati huu ikiwa ni mtu wa Mungu Mkristo unakuwa ukitazamia kuiona Pasaka wiki tu ijayo, na ni wakati ambapo tunakumbuka kwamba Yesu Kristo alishuka kaja duniani, akasulubishwa, akafa, akafufuka siku ya tatu. Kwa hiyo ni siku kubwa ya ushindi mkuu sana uliotendeka katikati ya wanadamu. Sasa neno la kutia moyo na kufanya ufike mahali pa kuyaona matokeo katika maisha yako. Katika kitabu cha Isaya sura ya 43, Isaya sura ya 43 mstari wa 16 mpaka mstari wa 20. Kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 16 mpaka mstari wa 20. Isaya 43 mstari wa 16 mpaka mstari wa 20. Na Biblia inasema, basi Bwana asema hivi, yeye afanyaye njia katika bahari, yeye afanyaye njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu. Yeye Mungu, yeye mfalme, yeye Mwokozi, yeye Bwana wa mabwana, anafanya njia katika bahari na mahali pa kupita katika maji yenye nguvu sana. Mstari wa 17, atoae gari na farasi, jeshi la askari na uwezo, wamelala, hawataondoka, wametoweka, wamezimwa mfano wa utambi. Huyu Mungu. Sasa Biblia inasema, huyu Mungu anasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Wanyama wa kondeni wataniheshimu,
na mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu wateule wangu. Kwa muda mfupi tutaka tushare maneno haya ya Mungu ambayo yamegusa moyo wangu, na kitu ambacho nataka niseme na wewe. Nitarudia haya maandiko, lakini tusome pia kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 9a. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 9a. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kitu ambacho nataka nizungumze asubuhi ya leo na wewe msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa Sibuka TV, kuamini jambo jipya, kwamba Mungu ana uwezo wa kutenda jambo jipya katika maisha yako. Unawezekana umekuwa katika hali ya mazoea ya aina fulani, na katika hiyo hali ya mazoea ya aina fulani imekufanya Mungu ashindwe kufanya jambo kwako, kwa kuwa akili yako na moyo wako umefungwa katika hali ulioizoea. Umezoea kuwa mgonjwa, umezoea kuteswa, umezoea kuwa katika hali ya umaskini, umezoea katika hali ya kuwa chini. Hiyo hali ni kizuizi kikubwa sana ya kuzoea hali hiyo, kiasi ambacho akili yako inakuwa imetiwa uzito wa kukubali kabisa kwamba kuna uwezekano wa kutoka hapo ulipo na Mungu akakufanyia jambo lingine mpya kabisa ambao hujawahi kulifikiri, hujawahi kuliona, hujawahi kuliwaza katika moyo wako. Katika siku ya leo, asubuhi ya leo, ninachotaka kukaza kichwa cha somo langu, kukubali hali mpya kutokea katika maisha yako. Ulikuwa mgonjwa, ukubali kwamba huyu ninayemzungumza ana uwezo wa kubadilisha hali ya ugonjwa ulionayo. Kukubali kwamba ulikuwa katika hali ya umaskini, lakini huyu ninayemzungumza ambaye ni Mungu anayesema pale kwamba yeye anatengeneza njia baharini na kupitengeneza mahali pa kupita katika maji makubwa sana, makuu, yaani maji yanayoenda kwa mwendo wa kasi sana, lakini anaweza kukatisha njia ukapita hapo ukaenda ng'ambo ya pili. Au bahari ambayo imejaa maji, lakini akatengeneza njia kama ambavyo tulivyowaona juu ya wana wa Israeli. Huyu Mungu ana uwezo wa kufanya mambo makubwa katika maisha yako. Ana uwezo wa kukutoa hapo ulipo leo. Yeye ndiye ambaye anasema katika kitabu hiki kwamba macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Yaani furaha ya Mungu ni kutaka kufanya mambo makubwa sana duniani, kufanya mambo makubwa juu ya maisha yako binafsi. Lakini kikwazo kikubwa
ni wewe binafsi, ni wewe mwenyewe, wewe inayezungumza na wewe sasa. Ukinitazama katika TV, ukisikiliza katika redio, mwenye kuleta kikwazo cha kufanya ubaki ulivyo sio mchawi mwingine. Usitafute mchawi, usitafute mtu mwingine, lakini ni wewe mwenyewe, kwa sababu ya jinsi ambavyo umeng'ang'ania, umekubaliana na hali ulionayo, na kiasi ambacho huoni tena kama kuna njia nyingine. Mwingine anasema ndivyo tulivyo, tumezaliwa hivi katika ukoo wetu, katika familia tumekuta baba na babu na jamii yote imekuwa katika hali hii, na ndivyo sasa tulivyo, na ndivyo tutakavyoendelea kuwa. Nataka kusema na wewe asubuhi ya leo, kukubali kutoka hapo, kukubali kupokea jambo jipya. Mungu anaweza kufanya jambo jipya kwako ambalo hukuwahi kulifikiri, hukuwahi kuliwaza, hukuwahi kulitafakari. Mungu ana uwezo, na ndio maana anasema macho yake anakimbia duniani mote ajionyeshe mwenye nguvu, lakini atafuta mtu ambaye anaweza kuamini, anaweza kukubali kwamba Mungu ataweza kuleta mabadiliko juu ya maisha yake, na hata juu ya familia, na hata juu ya mji, hata juu ya nchi, kwamba Mungu anaweza kufanya yale ambayo hukuwahi kuyawaza wala kuyafikiria. Nguvu ya Mungu ni kubwa sana, na Mungu ni mpana mno, lakini amekwamishwa na wewe. Fikira yako, ufahamu wako na mawazo yako yameng'ang'ania namna fulani, naona yameng'ang'ania namna fulani ya mazoea ambayo umeyazoea. Nitakupa mfano mzuri tu mmoja katika kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17. Kitabu cha Mwanzo sura ya 10. Kitabu cha Mwanzo sura ya 17 kuanzia mstari wa kwanza. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu kawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana. Abrahamu akaangua kifudifudi, akamwambia akasema mimi Abrahamu akaangua kifudifudi. Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nilifanya nawe, na utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako utaitwa Abrahamu, lakini jina lako litaitwa Ibrahimu. Nimekuweka kwa baba wa mataifa mengi. Nitakufanya wewe uwe na uzao mwingi, nami nitakufanya kuwa mataifa na wafalme watatoka kwako. Naona sasa haya yalikuwa ni maneno ya Mungu kwa Abrahamu. Yalikuwa maneno ya Mungu kwa Abrahamu. Sasa Abrahamu, Mungu alimwambia juu ya haya ambayo anayasema, lakini Abrahamu amezuiliwa na ile hali aliyoizoea
kwa miaka mingi, karibu miaka 99, amezoea na kujijua kwamba yuko yeye mke wake hawezi kuzaa, na kwamba hapa katika familia wako kwenye hema, mahali fulani tu kwenye hema, na kwenye hema ile anamuona Sarai, anamuona Ishmael, anamuona Abimeleki, naona, na anamuona Hajiri ndani ya ile hema, ndani ile hema. Sasa maandiko yanatuonyesha wazi wakati Mungu anamwambia Abraham kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa. Sikiliza Abraham anachokizungumza, sura ya 15. Abraham mstari wa 2 akasema, Bwana Mungu, utalipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakayemiliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abraham akasema, tazama, ukunipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Naona, kwa sababu sasa pale ndani ya nyumba anaona wako tu kila Abimeleki, naona yuko Hajiri, anamuona Sara, na Yesu ana miaka zaidi mingi, lakini Mungu anatoa neno lake kwamba wewe utakuwa na uzao mwingi, nitakuzidisha, nitakufanya kuwa mataifa la wafalme utatoka kwako. Lakini Abrahamu amezuiliwa na eneo la hema, na macho yake yameishia kutazama wale walioko pale ndani, na anaona hamna zaidi ya hilo, na miaka inaenda. Kwa hiyo anasema labda huyu Mdameski ndio atakaye kuwa mrithi wangu aliyezaliwa humu. Biblia inasema mstari wa 5, akamleta nje, akamtoa ndani ya ile hema, akasema, tazama sasa mbinguni, kahesabu nyota kama ukiweza kuzihesabu. Akamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Furaha ya moyo wangu ni kwamba mstari wa 6 unasema, Abrahamu akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa ni haki. Akamwamini Mungu akiwa mzee, umri wake umeenda, siku zimeenda, miaka 90 na zaidi, lakini hapo ndani muda wote anamuona Abimeleki, anamuona Hajiri, anamuona Sara tasa, na miaka imeenda. Hema imezuia kutokuona kile ambacho Mungu anakifanya. Nachotaka kusema, katika maisha yako kuna hema ambayo imekuzuia, imekuwa kikwazo cha Mungu kutokufanya miujiza. Unaona, Abraham alijaribiwa, mwisho alijaribiwa Abraham, akaamua kuzaa na house girl, akazaa na binti wa kazi wa nyumbani, kwa sababu anaona huenda hakuna kitu kitakachotokea kwa hali iliyopo, kwa ugumu uliopo, na muda uliokwenda, na uzee huu, na hakuna muujiza umetendeka kwa miaka yote hii mpaka kufikia umri huu wa uzee, hakuna kitu. Kwa hiyo akafika mahali akamkosea Mungu, akazaa na binti wa kazi, na kwa sababu hiyo ambayo ilimzuia kutokuamini hapo nyuma, na mpaka ikabidi azae na binti wa kazi. Leo hii ndio maana unaweza kusikia kelele kubwa katika Mashariki ya Kati na maeneo mengine ya vita kati ya ndugu na ndugu, mtu na ndugu yake, naona Malabu na Myahudi, lakini watoto wa baba mmoja. Lakini kilichotokea ni kwa sababu ya kutokuamini. Kutokuamini kuna madhara makubwa sana. Kutokuona kwamba Mungu anaweza kufanya jambo kubwa katika maisha yako, unaweza kuzalisha madhara makubwa sana, ukafanya maamuzi ambayo yatakuingiza kwenye matatizo.
Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV, kilichomkosti Ibrahim ni ile hali ya mtazamo hasi wa kuona hali iliyomzunguka, umri wake, watu alionao, alaye Sara ambaye kweli ni mkewe lakini ni tasa, lakini hapa pembeni kuna kabinti, naona, na anamwona kijana wa kiume anaitwa Abimeleki. Hii ikamkosti. Unapokuwa huna macho ya kuona na kuamini juu ya jambo jipya kutokea katika maisha yako, unaweza kujikuta umeingia kwenye tatizo katika maisha yako, kama ambavyo Ibrahimu aliingia kwenye shida hiyo, aliingia kwenye huo mtego. Na mshukuru Mungu kwa sababu baadaye Mungu alimtoa nje. Biblia inasema akamtoa nje ya hema, alafu akamwambia tazama juu. Akatazama juu. Biblia inasema akamuuliza unaona nini? Akasema naona nyota. Akamwambia hivi ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Unajua, alipoangalia juu zile nyota katika roho, aliona badala ya kuona nyota akaona vitoto vichanga vinalia kule angani. Vitoto vichanga vinalia, anga zima limejaa vitoto vichanga vikiomboleza. Akamwambia huo ndio uzao wako utakavyokuwa. Biblia inasema Abraham akamwamini Mungu na Bwana akamhesabia jambo hilo kuwa ni haki. Asubuhi ya leo nataka kuzungumza na wewe, lazima uamini juu ya jambo jipya. Kitabu cha Isaya sura 43 nasema nitafanya jambo jipya. Amini jambo jipya kutokea katika ndoa yako. Hata kama kumekuwa na vita kwenye ndoa yako tangu mmefunga ndoa, lakini nataka uamini juu ya huyu Mungu kwamba leo ninavyozungumza na wewe anaweza kubadilisha hali iliyopo, akabadilisha ule upepo katika nyumba yako na ndoa yako ikaanza kwenda vizuri. Inawezekana katika mazingira yako ya maisha umekuwa mtu na kuhesabu zero, lakini jioni asubuhi leo ninapozungumza na wewe nataka uamini ya kwamba yuko Mungu anaweza kubadilisha upepo, akatengeneza njia mahali pasipo na njia, akaweka njia kwenye maji makuu na wewe ukapita salama. Amini juu ya jambo jipya. Na Mungu wetu ni Mungu ambaye anasema anatamani kufanya mambo makubwa mno katikati ya watu. Kinachozuia ni namna ambavyo wewe una utayari wa kukubali. Uko tayari kukubali kwamba Mungu anaweza kufanya jambo jipya? Ninapopita katika Biblia ninashangaa kwamba kuna watu ambao waliamini juu ya mambo mapya na Mungu aliyafanya. Tunasoma habari ya Nuhu na safina. Nuhu aliambiwa ajenge safina, lakini Nuhu alikuwa hajawahi kusikia kabisa kwamba kuna wakati ambako kuna mtu mmoja aliwahi kutengeneza safina, maji yalikuwa makubwa yakagharikisha ulimwengu, na halafu akatengeneza safina na akaokoa watu. Ilikuwa ndio mmoja, yeye ndio mtu wa kwanza. Yeye ndio mtu wa kwanza kutengeneza safina. Aliamini juu ya jambo jipya. Lakini tunasoma habari ya mtu mwingine anaitwa Joshua. Joshua hajawahi kusikia wala kuna historia wala hajaandikwa popote kwamba kuna mtu aliwahi kusimamisha jua. Lakini Joshua aliamini juu ya Mungu kwamba anaweza kufanya jambo jipya. Kwa hiyo alitangaza kwamba Bwana anahitaji jua lisimame, na jua likasimama. Tunamwona mtu mwingine anaitwa Elia. Alikuwa hajawahi kusikia kuna mtu alisimamisha mvua, lakini akasema Elia, kwa neno la Bwana mvua haitasimama ila kwa agizo langu. Aliamini juu ya jambo jipya.
katika asubuhi ya leo, ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV na Radio FM, kinachowakosti watu wengi ni kuto kukubali na kuwa na mazoea ya kupita katika hali uliyo nayo sasa hivi. Hali unayoipitia ndio unaikubali. Wakati mwingine hata kama unaombewa unakosa kupokea uponyaji, kwa sababu huamini sana kwamba Mungu anaweza kukutoa hapo kwenye uponyaji ukawa mzima. Umezoea hiyo hali mpaka imekuwa ndio ya kwako, inakuwa ndio maisha. Mungu hajakuumba ili uwe maskini mpaka kufa kwako. Mungu hajakuumba ili uendelee kuwa kiwete na kipofu mpaka kufa kwako. Mungu hajakuumba ili uendelee kupata shida kwenye ndoa yako siku zote. Mungu hajakuumba ili uendelee kunyanyaswa na hali fulani unayoipitia katika maisha yako. Lakini leo nataka uamini kwamba Bwana yu tayari kukutoa katika hilo eneo na kukufanya upya na kufanya jambo ambalo hujawahi kuliona wala kulisikia. Kwenye kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza, kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 9, anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia, mambo ambayo Mungu amewaandalia wampendao. Kuna mambo ambayo hukuyaona, hukuyasikia, wala hajaingia kwenye moyo wako kwamba hiki kitakuwa hivi, hiki kitakuwa hivi, hiki kitaenda vile. Umezoea hali fulani, lakini nataka niseme nyuma ya pazia kuna mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Kubali kwamba jambo jipya linaweza kuanzia sasa. Kuanzia sasa Mungu anaweza kufanya jambo jipya. Usitafakari mambo ya jana, usifikiri mambo ya jana. Tazama kwamba Bwana anakwenda kufanya jambo jipya katika maisha yako. Ukubali, ulipokee, na nataka niseme njia ambayo itakusaidia. Kwanza, amini neno la Mungu. Kubaliana kile ambacho Mungu anazungumza na wewe. Lakini cha pili, kataa hali ya kuendelea kuwa katika maisha ya ulivyo. Hiyo hali ikatae, ipinge hiyo hali. Hiyo hali sio ya kwako. Ipinge, ikatae. Lakini cha tatu, anza kuwa mtu mwenye juhudi. Jitoe kwa Mungu kwa uaminifu. Fanya kazi ya Mungu. Halafu taona Mungu akikufungulia milango. Milango itafunguka, neema ya Mungu itakuwa pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki sana, ndugu yangu, mtazamaji wangu wa Sibuka TV. Katika siku ya leo, Bwana akutendee mema katika maisha yako. Ni furaha ya moyo wangu kabisa kuona maisha yako yanakwenda kubadilika. Maana ndivyo Mungu alivyo. Ni Mungu wa mabadiliko. Ni Mungu wa mabadiliko katika maisha ya watu. Sasa ufunike macho yako. Nataka nikuombee. Funika macho yako. Baba mtakatifu, Mungu mwenyezi, ninakushukuru sana kwa ajili ya mkono wako wenye nguvu, hodari na ulionyooshwa, uliotenda kazi. Wewe uliopasua bahari ya Shamu na wana wa Israeli wakapita pakavu. Wewe uliotoa maji kwenye mwamba mgumu na watu wakanywa maji matamu, maji mazuri. Wewe uliyelisimamisha jua. Wewe Mungu uliyefanya makuu katika nyakati zote. Na hata sasa mwana wetu upo. Ndugu huyu ambaye anisikiliza amekuwa katika hali ya kunyanyasika na kuteswa katika hali yake. Nami nimesema naye neno lako la uzima, ya kwamba akuamini wewe Mungu uliye mkuu, na kwamba macho yako yanamtazama tu, moyo wake atakapokuwa na utayari kukuelekea na kukuamini juu ya mambo makubwa waenda kumtendea sasa. Nami naomba kwamba Mungu umkumbuke mtu huyu na ubariki maisha yake yote,
neema yako ya ajabu ikamfunike, na roho ya adui shetani ambaye imefunga macho asione mbele, asione mpango wako, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo hali ya kufumbwa macho ikamwachie, macho yake akafunguke na kuona, akaone na kujua ya kwamba yupo Mungu mwenye nguvu. Ni kama vile tu wakati wa Elisha, Gehazi analia, anaona maadui wamewazunguka, lakini kumbe hakuwa na macho ya kujua walio upande wao ni wengi kuliko walio upande wa adui zao. Ndipo Elisha akamwombea Gehazi, akasema, funguka macho yako yaone. Alipofunguka kaona jeshi kubwa la Mungu likizunguka kilima chote. Hivyo basi, Mungu wa mbingu na dunia, fungua macho ya huyu mtazamaji wangu aone na kujua ya kwamba wewe Mungu una uwezo wa kubadilisha hali yake, una uwezo wa kuondoa giza na kuweka nuru katika maisha yake. Katika jina la Yesu namwombea kwa dhati, namwombea kwa kumaanisha kwamba Bwana ukutana naye, hata kama yuko kitandani, hata kama yuko sebuleni, hata yuko barabarani anasikiliza kwenye TV, hata kama yuko kwenye jumba la starehe au yuko mahali popote. Bwana ukutane na mtu huyu sasa, na umbadilishe na umtendee mema, umtoe hapo mahali ambako amefungwa kwa muda mrefu, afunguke nawe na ushuhuda, aeleza amekutana na Mungu wa Ibrahimu, ambaye ni Mungu wa mageuzi, ni mwana mapinduzi, aliyepindua yaliyoshindikana yakawezekana. Katika jina la Yesu Kristo nawasogeza katika mikono yako salama, na neema yako iliyopita ufahamu ikawe pamoja na mtu huyu, katika jina takatifu lenye nguvu, Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen.